Nisikia mwanzo. Yaani ili jambo lilotokea sikuamini kama litatokea. Kwa sababu wewe mara kwanza nakufuata. Nilikuwa kama nina uoga fulani. Kwamba nilikuwa nawaza kama mambo mawili. Je, nikienda kanikatalia pia kufika kwa mke wangu itakuwaje? Kwa sababu sina uwezo wa kuoa bila, yani nikamwambia tunataka kuoa alafu mke mwenyewe. Sema kama magogo yako na wewe tu. Unajua tena sisi tumeambiwa tuoe wanawake wanne. Kwa hiyo ni jambo la heri. Sema mwanangu una ndivyo wewe. Nani? Fungua hapo. Nenda kwa kituko chako. Wengine wasumbufu. Usiku bado ulale. Nakuja. Vipi? Tumbo? Sasa tumbo kukuma na kuja kugonga hivi mlango unahusiana nini? Kwa nini nataka mimi nife peke yangu au si? Kuambia nani kuugua kufa? Hivyo unajielewa kweli wewe? Yaani mimi naumwa ndani na kulia maumivu afu unastarehe na wewe mara hapo. Wewe chunga kauli yako, sio malaya mwenzako unajua. Sasa si nimekwambia tumbo linaniuma. Wewe unataka nini? Nataka kujua nataka nini? Ndio. Nikwambie kwenye mawili chagua moja. Uje ulale na mimi au nipeleke hospitali. Kama mimi nikija chumbani kule unapona wewe. Hivyo na maswali ya kipumbavu sio Maswali ya kipumbavu. Kwa nataka nife, si ndio? Twende kama unapona chumbani. A few moments later. Kuna watu wasupufu kweli. Yesu! Anazingua, anachelewesha muda. Sema wewe na mke wako bana mnazingua. Hivi kile ikifika zamu yangu mimi ndo anaumwa. Anazingua. Si na kale kamimba kake ndo kanamchanganya. Sio mimba. Yaani yule mimi nitamkomesha na yeye. Usishangae kwa anakuja kugonga saa 8. Yes ndo kaanzisha. Achana naye.